Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe, watumishi wa Mungu aliye hai. Amani iwe nanyi nyote. Tuzungumzie mafuriko na mnara wa Babeli. Soma kitabu cha Mwanzo sura ya 6 hadi ile sura ya 9, donc chapitre 6 na chapitre 9, uone namna gani habari ziliweza kufanyika. Hapa tunaona zile habari za mbegu mbili zikiendelea. Mbegu gani? Yes, nadhani unakumbuka ni mbegu gani mbili ambazo tuliweza kuzizungumzia kwenye somo lililopita. Jaribu kugusia ile soma ili uone tena ni mbegu gani tulizozizungumzia. Dunia ilijawa na kila aina ya uovu na mapigano. Mwanzo sura 6 mstari wa 5. Yaani wanasema kwamba Bwana akauona uovu wa mwanadamu duniani kwamba ulikuwa mkubwa sana. Bwana naona uovu wa mwanadamu kuwa ni mkubwa sana, na kwamba kila jaribu aliloliwaza ilikuwa ni mwendelezo wa uovu wake. Kwa hiyo Mungu alichungulia. Mungu aliona kila uovu uliokuwa unafanyika katika maisha ya mwanadamu. Aliona uzao, tulizungumzia mbegu mbili, aliona uzao wa nyoka ulianza kuteka uzao wa mwanamke kwa mapigano na kuweza kuoana. Uzao wa nyoka ukipigana na kuoana na ule uzao wa mwanamke. Ilikuwa kuumisha au kuweza kusimamisha huu mkusanyiko wa uzao wa shetani wa nyoka na uzao wa mwanamke. Mungu aliweza kuingilia, maana vita vilikuwa ni vikali sana kati ya uzao wa nani? Uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Vita vilikuwa ni vikubwa, mapambano yalikuwa ni makubwa. Mungu akaingilia. Mungu ilibidi amtafute mtu mmoja tu ambaye alikuwa ni mtu mwaminifu. Huyo mtu alimuita mtu Nuhu. Na huyu Nuhu ni nani? Nuhu ni mtu wa 10 katika uzao wa Adamu. Mtu wa 10 katika uzao wa Adamu. Na akamwambia atengeneze nini? Atengeneze safina. Safina iliyotengenezwa ingeliweza kuwaangamiza wote, kuwahukumu wote waliokuwa wenye dhambi, au kuhukumu uzao wa nyoka kupitia nini? Kupitia mafuriko. Amen. Kupitia mafuriko ambayo yameletwa na Mungu ili kuweza kukomesha na kutokomeza ile kizazi ya nyoka. Lakini kukomesha ile kizazi ya nyoka sio kwamba ilikuwa ni kukomesha dhambi ya mwanadamu, hapana. Ilikuwa ni just kukomesha ile kizazi ya nyoka ipite, kubaki angalau mbegu ambayo ingeweza kusimama kwa ajili ya Mungu. Lakini pia hata kama Mungu aliweza kupoteza ile kizao, haikuchukua tena muda mrefu sana mwanadamu bila kuzama katika dimbwi la dhambi, katika kila aina ya kufanya dhambi. Lakini mwanadamu pia alitamani kulifanya jina lake kuwa kubwa sana. Ili jina lake liweze kuwa kubwa, hilo jina la mwanadamu, alianza kujenga nini? Alianza kujenga mnara, na huo mnara ulikuwa unaelekea mpaka mbinguni. Awamu hii Mungu alimhukumu mwanadamu kwa kumletea mkusanyiko wa lugha. Tuone Mungu anahukumu mara ya kwanza kwa kuweza kutawanyisha lugha. Lugha zikawa ni nyingi. Mungu akaleta lugha ili kusambaratisha nini? Mnara wa Babeli. Hapa tena mwanadamu hakurizika. Kwa kutokurizika kwa mwanadamu, anaanza kujenga tena mnara. Hapa Mungu anafanya pigo. Alileta hukumu ya ajabu. Ni hukumu gani? Ya kuweza kusambaratisha lugha. Tunapoongea lugha nyingi, tunadhani sisi tunakuwa very professional. Lakini lugha nyingi hizo ni laana, tulilaaniwa. Maana tulikuwa na lugha hii dunia kwenye ulimwengu mzima, na tungelifanya jambo moja kwa ukubwa na kila kitu kikaenda vizuri, lakini kabidi Mungu atuvuruge.
Mungu alipovuruga lugha, basi na kazi ikasimama, haikuweza kuendelea tena kwa sababu ya kuvurugwa kwa lugha. Karibu kwenye somo linalofuata.